Mgonjwa wa kisukari, jitahidi kulisha mwili wako badala ya kujaza mwili wako. Kuna quote moja nilisikia inasema, differentiate between feeding your body cells and filling your body. Yani tofautisha kati ya kulisha seli za mwili wako na kujazia mwili wako, yani kujazia vyakula mwili wako. Sasa hii ina relate sana na watu wenye ugonjwa wa kisukari, hasa wale ambao wanafanya management. Yani wengi hawalishi seli zao, ila wanajaza vyakula ambavyo haviendi kufanya kazi yote kwenye mwili, sana sana vinaenda kuwadhuru tu. Kuna kitu tunasema ni sugar metabolism. Sugar metabolism ni ile sukari ambayo unaipata kwenye vyakula vyote vya wanga kama nafaka, mahindi, viazi, mihogo, vyakula vyote vya wanga, ngano, mchele. Ile glucose unaipata kwenye mboga mboga za majani. Sasa unapokuwa una ugonjwa wa kisukari, unakuwa umepoteza ile sugar metabolism kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kama umeshapoteza sugar metabolism, seli zako zinakula nini sasa? Na wewe bado unakula kaugali, ngumi na mboga nyingi, kitu ambacho tunavuna glucose ile ile. Sasa seli zako unazilisha nini? Hata ungeweka mamboga ya kutosha, ukaweka na kaugali, ngumi, ukaweka na matunda yako, bado unachokiingiza ile sugar metabolism hakuna. Sana sana utakachokisaidia ni kwenye ngazi ya mmeng'enyo wa chakula, kwenye mfumo wa chakula huwa kuna homoni zinazosababisha wewe upate njaa, na kuna homoni zinazokufanya ujisikie umeshiba. Kwa hiyo unakuwa unacheza na zile homoni, kwamba kwa vile umekula, zile homoni zinasema okay, wewe mheshimiwa kashashiba, ndio maana unajisikia kushiba. Lakini baada ya muda unapata njaa kali. Ndio maana wagonjwa wengi wa kisukari wanakuwa na njaa kali. Aisee, mgonjwa wa kisukari akiwa na njaa yake, ukamnyima chakula, anaweza kabadilika kabisa, pengine akawa mkali sana. Kwa nini? Kwa sababu ya nature ya huu ugonjwa. Sasa huwa haumlishi seli zenu, huwa mnajaza kitu ambacho ni kama bomu tu. Maana ikiendi kutumika, unakiingiza kitu ambacho unaenda tena kuhangaika ukidairuti na madawa. Kwa hiyo tofautisha kati ya kulisha seli zako na kujaza takataka, kujaza kitu ambacho kiendi kutumika. Ndio maana unapataga changamoto ya njaa kali, kwa sababu ulichokiingiza hakikwenda kutumika, hakijapokelewa na seli. Ndio maana hicho chakula kimeishia kwenye damu, unakuta unapima sukari unakuta iko juu. Ndio maana unachoka, unaishiwa nguvu, kwa sababu seli zako pia hazipati chakula, zipo kwenye starvation. Ni kama ni katoto na kanako nyumbani, haukapi chakula, kanahangaika, kanaanza kudhoofika. Sasa wewe pia unadhoofu bila kujua, kwa sababu unachokitumia hakiendi kutumika. Kwa sababu kwenye management wengi mnakula ovyo. Unaweza kuwa unajua ama haujui. Kwa unachokikula hakitumiki. Kwa hiyo sana sana kwenye ngazi ya seli unaacha njaa kali. Madhaifu ya mwili yanakuwa ni makubwa, changamoto nyingi zinakuwa zinaongezeka, kwa sababu hata kwenye mwili wako pana uhaba mkubwa wa chakula. Nutrients ziko kidogo sana. Na afya ya binadamu inategemea seli zipate chakula, lakini pia seli zisiwe kwenye msongo mkali wa sumu. Kwa hiyo unapokuwa na ugonjwa wa kisukari, seli zako zinakuwa zinakosa chakula, hasa wewe unayefanya management, lakini pia seli zako zinakuwa kwenye hatari ya kudhurika na sumu nyingi, kwa sababu sukari iliyokuwa haina matumizi inaufanya mwili kuwa kwenye msongo mkali wa sumu. So lisha seli zako, acha kujazia mwili wako vitu ambavyo vinaenda kukuletea madhara. Mimi ninakusanua tu, kama unaona haya yanakufaa, fanyia kazi. Kama unaona hayaeleweki, achana nayo, lakini mimi ninakusanua ili uweze kukomboa afya yako. Ni mimi Sam Nature. Kama unahitaji kuingia kwenye program za kutokomeza tatizo hili, niandikia hapo kwenye comment, nitakupa utaratibu. Andika nahitaji au andika program, nitakupa utaratibu ili tuweze kuingia kwenye safari ya kusema bye bye kisukari. Yes.